Jirani wetu hapa akisema ako na dozi ya next week ya maneno ya G2G program ya government ambayo inaangazia kuleta bei ya mafuta chini ama gharama ya mafuta chini. Na mimi nataka nipongeze yeye sana kwa kusema next week atasema maneno ya fuel na especially hiyo G2G government program. Sasa hawa watu wa opposition wameshika kazi yao kabisa. Kazi yao ni kukosoa serikali, na vile wanafanya kukosoa ndio mzuri zaidi. Ile tulikuwa tunatofautishana nao ni kusema unakosoa serikali na kurushia Mkenya mwingine mawe. Mimi nawashukuru sana wameacha mawe, kwa sababu ukiongea maneno hawezi umiza na maneno haifanyi biashara ya Wakenya ifungwe. Mimi ningewauliza waendelee na hiyo kazi ya opposition, na wakati tunataka pia tunaweka mikakati yetu laini kama opposition across the world. Opposition must always fashion themselves as a government in waiting. So wakikosoa serikali kwa sababu ya maneno, ni vizuri pia wanakuja wanasema sisi tungefanya hii ndio maneno ikuwe mzuri zaidi. So tunawakaribisha waendelee na hiyo kazi ya opposition na hawasiitikie tena kurudi kwa streets kurushia Wakenya wengine mawe. Na pia nashukuru sana rais wetu alifanya ile State of the Nation address na hakudanganya Wakenya. Rais aliwaambia Wakenya kwenye nchi iko, kwa sababu nchi ni yetu sisi wote. Ni vizuri tunaelewa kabisa nchi ya Kenya iko hapa kwa sababu ya this reason and the other. Na pia nashukuru sana alieleza haya yote nimesema, yale tunafanya ya ukulima, yale tunafanya ya viwanda na yale tunafanya mengine ya kupeleka uchumi mbele. Vile nahakikishia Wakenya kwa zile nadhifa tunashikilia, we will do our best to push our economy forward and our country forward. Lakini tunataka kwanza tukue na msingi dhabiti ya kiuchumi, ndio maneno mengine yote ifuatanishe ikileta gharama ya mwananchi chini ya maisha.